ambaye alifurahia mtoto kama kawaida. Mtoto wa mwaka wa mwezi mmoja anafurahiwa. Wale wa nyumbani wanajua labda story, lakini sikwambie kwamba uende utafutane na huyo mama, kwa sababu hata sasa hivi ameshafariki na mimi nimeshamsamehe. Huyu mama alinichukua nikiwa mdogo na akaniweka kucha hapa, na mpaka sasa nina hofu hapa ambayo imeshakataa kuisha, kwa sababu aliweka kucha kabisa ya kweli. Alafu alifikiri akiweka kucha nitafariki. Kwa bahati mbaya kama kwa bahati nzuri sikufariki. Alipoona sikufariki, akanichukua akanitupa kwenye kichaka iliyokuwa nyuma ya nyumba yetu, na mama alikuwa ameenda kutafuta chakula kwa ajili ya wageni. Kwa hiyo sasa hiyo ilikuwa ajali ya kwanza, na Mungu akaniponya hapo. Mama alipofika akutana mtoto haiko na mgeni ameondoka, na wageni wengine walikuwa mshaenda, huyo alikuwa anabaki mwenyewe. Alafu sasa akasikia sauti inalilia kwenye kichaka, na akanichukua pale mara tena na kunipeleka kwa mganga ili niweze kupata tiba. Lakini Mungu ni mwema, asifariki. Ajali ya pili ambayo nitaiongelea ni ajali nilifanya mwaka wa 2009 wakati tulikuwa tunatoka hapa Goma tukijielekeza pale vijijini. Wale ambao wanatujua sisi tunaishi Madagascar ya Kongo, na kabla haujafika nchi utumie basi, na basi yetu ni ile mitupo ndogo ndogo na mashua ndogo ndogo. Kwa hiyo sasa tuliondoka majira ya saa 9 za mchana tukijielekeza pale vijijini. Kwa hiyo sasa tulikuwa watu 50 na tukakuta pale Mkrala, tukakutana na zoruba ambayo ilikuwa haina jina, ilikuwa inatoka pande nne zote. Kikawaida tulikuwa na kapteni ambaye anaaminika katika kijiji kuwa yeye anajua tembeza hiyo boti, lakini kwa bahati mbaya tukadumbukia na walifariki watu 35 na tukatoka 15, na waliotoka katika watu 15 nilikuwepo ndani. Ajali yangu ya mwisho katika zile ajali 8 ambayo nilifanya ni ajali ya juzi wakati walikuwa wamesema kwamba ninatakiwa niwe mmoja wa wazee wa kanisa. Nilifanya iwezekanavyo kukana hii kazi, lakini Mungu akasema hata unakana uko pale. Na nilipokuwa nikitoka kwenye pale Rombo Sinyes, kulikuwa kumepatikana urgence ya dawa ambayo nitakiwa nipeleke pale kwa hospitali la reference, kwa kuwa kulikuwa kumepatikana mtu ambaye damu ilikuwa imeanza kuisha. Alafu ilitakiwa nilete dawa ya kustope damu, na ikawa ni urgence. Nikachukua pikipiki. Nilipofika hapa tu karibuni ya gas njia yetu hapa, tukakutana na shoferi ambaye alikuwa na rafiki yake mpenzi pembeni. Inawezekana alikuwa na distraction kwa sababu wanawake wana uwezo. Kwa hiyo sasa hakuweka kinyota kwamba anataka kuingia upande mwingine. Alafu motari wangu kwa sababu alikuwa anafikiri yeye anaendelea, akaharakisha. Alafu alipoona na njia hivi naye akakwepa. Alipokwepa akatupiga, na alipotupiga tukaanguka. Akatafuta pana juu yetu, watu wakalalamika sana. Walipolalamika akashtuka mwenyewe, kumbe ameshafanya ajali na tulipelekwa hospitali. Lakini cha muhimu ni kwamba Mungu hakukubali tufariki. Hata tuna mabovu sasa hivi, lakini Mungu ni mwema, ametuepusha na ajali mbalimbali na zingine kadhaa ambazo hatuwezi kutaja, kwa sababu kila mtu hapa ana historia yake ya maisha. Mungu aketupa wakati tu ya kuweka CD na kuangalia TV hapa katika hizi 3 kubwa zetu, kila mtu akiangalia maisha yake. Mungu ametutendea miujiza, Mungu ametufanyizia neema, na kama tunaishi sasa ni kwa neema zake. Acha nishukuru viongozi wa kanisa kwa kunipa ingalawa wakati kidogo ili tuweze kuzungumza kuhusu maneno ya Mungu. Pia nishukuru maofisa wote na washiriki wa kanisa hili. Unajua, katika kanisa zilizobarikiwa, katika kanisa ambazo watu wana upendo, kanisa hili la Birere Central ni kanisa moja ambalo lina upendo ambao si wa kuelezeka, na hii ni sifa moja ambayo tunajulikana, na Mungu awabariki kwa kuwa mna upendo. Ni shukuru pia makwaya zote ambazo zimeanza tangu mwanzo
wa program mpaka sasa. Tulikuwa pamoja na hii kwaya yetu Junior ambayo ni mimi naita kwaya kubwa kwa sababu moja wa makwaya ambazo zinalisha makwaya zingine hapa ni hii kwaya ambayo tunaita Junior. Ni kama tungesema ni Inaja Bwana Junior, ni kama tungesema Utukufu Junior, ni kama tungesema Injili Family Junior, ni kama tungesema makwaya zote za hapa hii Junior. Na ni kwaya ambayo ningeliomba washiriki wa kanisa hili kuichukua kwa samani, kwa sababu ni kwaya ambayo inabariki watu na inafanya kwamba kanisa hili liwe na sura iliyo nayo, na Mungu akibariki kuna kitu tutafanya pamoja kwa neema zake, sababu mimi binafsi nawapenda sana na mnapoimba huwa nabarikiwa. Na muda ukipatikana katika dakika zangu zile 30 nilizopewa, nitawachia zingine 5 ili murudie huo wimbo ambao ni wa kushukuru Mungu, kwa sababu mimi binafsi kuishi kwangu na mpaka sasa hivi ni shukrani. Basi tuingilie lesson ya leo, na kabla hatujaingilia lesson ya leo, wewe ambao unatutazama kupitia mitandao ya kijamii, ni kuambia kwamba unatufuata kupitia mitandao ya kijamii ya kanisa la Birere Central ambao ni makao makuu ya district ya Gomaville, inayoongozwa mpaka sasa na mchungaji wetu, si mwingine ni mchungaji Bitereye Azara ambaye ni mwenyekiti wa mtaa wa Gomaville. Kwa hiyo sasa, kabla hatujaingilia lesson, nikukaribishe hata unatufuatilia ukiwa nyumbani. Maombi ya leo, siku ya leo ni siku ya kujinyima na kuomba, nao ukiwa nyumbani maombi yetu itafika pale na Mungu atakubariki. Basi na tuombe. Baba wetu na Mungu wetu na kama pakuli kwa mbinguni, muda umetimu ambapo tunataka kulishwa neno lako fupi. Ninakuomba yeye Bwana uzungumze na taifa lako. Maneno yetu yashindwe, lakini maneno yako ndio yaambatane nasi. Ili Bwana asirudi mtu anayekuwa na msongo wa mawazo. Ili Bwana asirudi mtu anayekuwa na magonjwa, kwa sababu uliwaponya hawa watu 10, kuna uwezo ya kumponya huyu mama ambaye anasumbuka sasa na msongo, ambaye hipertension inamsumbua, ambaye ana shida za mgongo, ambaye ana malaria, typhoid na magonjwa mengine ambayo anajua kumponya. Mfalme wa amani, kuna wengine wana shida, magonjwa, madeni yanayosumbua. Tutakapomaliza hapa Bwana, tunakuomba kwamba uwabariki na walipe madeni. Hata kuna wengine wana mizigo ya upangaji, tukirudi hapa Bwana uwafungulie madirisha ili mwaka huu wa 2026 usiishe wanapokuwa na madeni, wanapokuwa wakipanga. Bwana utubariki, utuongoze, kwa sababu tunaomba kupitia jina la Yesu Kristo. Tuingilie mada yetu ya leo. Mada yetu ya leo ni kwamba tunaongelea kuhusu neema, na neema ya Mungu ambayo tunaongelea leo ni neema. Ningependelea tuongelee kisa kama vile alivyotusomea msomaji, kisa kile kidogo cha wale watu 10 ambao walipata kutakaswa. Na kisa hiki kinapatikana katika kile kitabu cha 17. Kama unataka kufuata kwa makini, ingia kwa pale kwenye shairi la 11, utashuka taratibu mpaka mstari wa 18, na pale ndipo utapata maelekezo zaidi kuhusu kisa hiki. Na kisa hiki kinaongelea kuhusu wakoma wa 10. Na kabla hatujaingilia lesson, tujue kwanza ukoma ni nini. Kikawaida ukoma ni ugonjwa wa tangu awali ambao ulikuwa ni ugonjwa wa kuambukiza, na mpaka sasa ukoma unaambukiza. Kwa hiyo ukoma huu ulikuwa zamani hauna tiba, na kila mtu aliyekuwa akiugua na ugonjwa huu wa ukoma alikuwa wanamwekea shembe. Hii mambo sitairudia sana kwa sababu washiriki wengi wanaijua. Walikuwa wakimwekea kama kengele kwa miguu, ili ukitembea uwe unamaanisha kwamba wewe ni mkoma, na yule aliye karibu yako afanye distance ya kutosha ili kwamba usije ukamwambukize. Na ikitokea kwamba wewe hukuweka zile shene zako, alafu unatokea mbele za watu, na ilikuwa inaruhusiwa kwamba upige mawe hadi ufariki. Kwa hiyo sasa ugonjwa huu ulisumbua watu wengi zamani, na huu ugonjwa wa ngozi una madhara kadhaa. Katikati ya madhara ambayo inatokana na magonjwa hii ambayo inasababishwa na bakteria ambayo tunaitwa Mycobacterium leprae.
Mycobacterium leprae ndio responsable wa bakteria hii ambayo inafanya kwamba tupate ukoma, na tangu awali wakoma walikuwa, lakini tofauti ya zamani na sasa ni kwamba ukoma unatiba. Lakini nikwambie kuwa ukoma ili upone inaomba utumie dawa miezi 6 kwenda juu mpaka miaka 2 unatumia dawa ukiwa umekamatika na ukoma, kwa sababu teknolojia imeongezeka na madawa zimepatikana. Lakini zamani ukoma ulikuwa ni ugonjwa mkali sana ambao uliharibu maisha ya watu. Kumbuka kuwa ile awali watu waliokuwa wakiwa na ukoma walikuwa ni kama watu wamezaraulika sana, ni watu ambao kila mtu anaogopa, na kwa sababu ukoma huu ulikuwa unafanya kwamba wapoteze viungo fulani. Ya kwanza, ukiwa na ukoma utapoteza ile tunaita perte de sensibilité, yani unapoteza hisia. Tukikugusa utasikia kwamba kuna mtu amekugusa. Sana sana inachukua mikono na miguu, na huwa inaharibu pia macho. Ukoma ikichukua inaweza ikaharibu macho, yani ukawa kipofu na hutaona watu wanaokuwa mbele yako, na inaweza pia kufanya kwamba upoteze viungo fulani. Masikio inapotea, unakutana uko na sikio moja nyingine haipo, wala ukawa unapoteza pua. Na ndio maana katika picha fulani utakutana kuna wale ambao wakoma walikuwa wamepoteza kichwa, na wengine wamepoteza mkono, aina kama vidole vyote vinakimbia, anabaki na nusu ya mkono, wala kama ni mguu imepotea, anabaki na nusu ya mguu. Na hii ilikuwa magonjwa makali awali na iliweza kuharibu watu wengi. Alafu katika historia hii Yesu alipokuwa akitembelea kwenda Yerusalemu, alipita katika mji mmoja ambao ni wa Samaria, na hapo alisikia sauti na kelele za watu. Wale ambao wanatufuata wanaona historia inasema nini. Mimi sitaingilia historia hiyo sana kwa sababu ni historia mnaijua. Kwa hiyo sasa, kabla sijaingilia pale kwa Yesu, ni tulinganishe ukoma wa zamani na magonjwa kadhaa ya sasa. Katika magonjwa ya sasa ambayo yanalinganishwa sasa kwa ukali kulingana na ile magonjwa ya ukoma, tuna magonjwa ya corona. Wakati uliopita watu wengi walipata shida ya corona. Mimi mwenyewe nilikuwa nikipeleka dawa, na wale ambao ni madaktari wanajua visa tulivyopitia. Manzi, unajua tulipitia vipindi gani pale kwa hospitali wakati wa corona. Ilikuwa wakikuletea mtu wa corona, ninyi wangawa mnaanza kuulizana nani matambesewa. Discussion inaingia kati ya daktari na infirmier na walabo, kila service, kila mtu anasema nani mataresewa lika. Ila iliomba kwamba uende uvae, ujiprotege ilivyo, ili kwamba upokee ugonjwa huu. Na visa vilionekana kwa hata kanisa zilifungwa, na ninakumbuka tulifanya sabato fulani tukiwa tunaifuata kwenye redio, kwa sababu corona ni virusi mbaya na iliharibu watu wengi hapa. Hata kama hatujue, kuna wengi walifariki, hasa wazee ambao walikuwa umri umezogea, na wale ambao walikuwa wananeglige kwenda kwa hospitali. Zile pumbo zao zilikuwa zikiharibika, alafu wanafika na wakati umekwisha na wanapoteza maisha. Kunakuwa pia ugonjwa ambao tunaita ukimwi. Wakati tumeingia kwenye sandope wala manziko pale kwa maternite, alafu gaya yake imetoboka, na unafanya suivi ya mgonjwa ambaye ana ukimwi, waganga huwa wanaogopa sana virusi, na ataanza dawa na hajaambiwa kwamba amegonjwa. Anaanza dawa mwezi mzima, anatumia ile tunaita kit pepe, kwa sababu anahofia sija kukamatika na virusi ya ukimwi. Kuna mavirusi mengine ambayo kama vile Ebola, ambayo pia ilikuwa inatikisa mwili, na hii magonjwa yote yanasababisha kwamba watu wapoteze maisha. Sasa tunapofika wakati kama huu, Mungu ametuepusha na corona, Mungu ametuepusha na Ebola, Mungu ametuepusha na ukoma. Ni wakati muhimu wa kumshukuru Mungu kwa
makuu, maajabu aliyotutendea. Nikwambia kuwa katika magonjwa yanayosumbua sana, hii ya ukimwi pia inasumbua. Unafariki ukiwa na shida za diarrhea, wengine huwa akila chakula inakataa, kila kitu kikala unakataa. Yaani kuna makomplikasyon mbalimbali za magonjwa haya, lakini tunaye mganga mkuu anayetunza hiyo magonjwa yote, naye si mwingine ni Yesu Kristo. Hawa wakoma walipopata neema, wakoma hawa walipata neema, walikuwa watu 10. Lakini katika historia hii ukisoma ile Luka 17 na 17 pale, Yesu anauliza katika hawa watu 10 niliowaponya, akaja mtu mmoja, na huyu mtu mmoja aliyekuja hakukuwa Mkristo, alikuwa mpagani, kwa sababu hakukuwa Mwisraeli, alikuwa mtu wa pale Samaria. Hii historia tuilinganisha na maisha yetu ya sasa. Wangapi wamepata neema katika miaka zilizopita, Mungu amewaepushia vikwazo mbalimbali, lakini hawakushukuru. Tuyaweke historia hii katika maisha yetu ya kisasa. Ni vitu ngapi Mungu amekufanyizia? Tuache hata Mungu, wazazi wako katika maisha ya kawaida, wazazi wako wamekufanyizia vitu. Wewe mtoto umeshukuru mara ngapi? Umeenda kwa wazazi kuwashukuru mara ngapi? Wako baba wengi wamemaliza shule, wamepata lisansi, wamepata doktora, wamefanya specialization na wana kazi nzuri, lakini nyumbani kwao wazazi wanasumbuka, na japo walikuwa wakijinyima pesa zao. Mimi nakumbuka wakati ule wa zamani, mamangu alikuwa akichukua mizigo ili kwamba wale ndugu zetu ambao walikuwa shuleni wapate kusoma. Anachukua mizigo, mtu wa 50 kilo anapeleka 5 kilo kwa sababu tu wewe upate namna ya kusoma. Ni mara ngapi baba, mke wako amekufanyia vizuri, lakini huna namna ya kushukuru? Wewe huna tofauti na hao wakoma 9. Ni mara ngapi mama, baba anakufanyia vizuri, amefanya, anaweka iwezekanavyo, anakununulia ingalawa rombe nzuri na wewe uonekane, lakini huna shukrani? Ni mara ngapi katika maisha yetu watu wamechangiza hapa kwa ajili ya kusaidia, lakini huna shukrani? Ni mara ngapi katika maisha yetu Mungu ametufanyizia miujiza makubwa, lakini hatuna shukrani? Shukrani ni kitu ya muhimu sana. Shukrani ni kitu ya muhimu sana, kwa sababu huyu mtu mmoja tu aliyekuja kwa Yesu Kristo na akashukuru, alikuwa kupitia yeye watu wote wale wengine 9 walipata neema, kwa sababu kisha Yesu kumponya, kisha Yesu kuwaponya 9, huyu mmoja aliporudi akauliza hawa wengine 9 wako wapi? Katika maisha ya kawaida shukrani ni ya muhimu sana. Nikwambie ndugu rafiki yangu unayekuwa hapa, unapokuwa katika siku, unapoelekea katika siku za mwisho ya maisha yetu, huwa unashukuru. Shukrani, reconnaissance ni kitu ya maana katika maisha. Ni ombe tu msomaji alisome mara tena hili somo la Psalm ambayo ni Zaburi 116 mstari wake wa 12. Kama upo basi utakuwa unasomea. Ni kitabu ni Zaburi 116 na mstari wake ni wa 12, na inasema hivi. Tutasoma katika jina la Kristo. Zaburi 116 mstari wa 12. Nitamrudishia Yahweh nini kwa vyote alivyonitendea? Nitakariri. Nitamrudishia Yahweh nini kwa vyote alivyonitendea? Neno la Bwana. Swali ni kwa kila mtu, tutamrudishia nini kwa yote aliyotutendea? Hakika unapoangalia tangu kuzaliwa kwako, sisi ambao tunajua vinavyotendeka hospitalini, sisi ambao tunajua watu wanaotufuata kwa ajili ya mambo fulani fulani, wewe kufanya miezi 9 ndani ya tumbo la mamako ni muujiza wa kwanza, kwa sababu mamako angelitaka angelichukua dawa ambayo sitaki kuwatajia ili watu wasitumie vibaya, na mimba yako ikaondoka na nabaki bila mtoto.
Lakini Mungu akaingia ndani ya bongo wa mama yako akakulinda miezi 9 na ukazaliwa, muujiza wa kwanza. Ulipoenda hospitalini, Mungu angelitaka wangebadilisha hata mtoto wako, wanafanya kama vile ilivyokuwa historia hiyo, wanabadilisha, wanampatia mzazi asiyokuwa wako. Mungu angelitaka ungekuwa MSS na ukafika miaka 20 tulifariki mapema. Mungu angelitaka angekubadilishia historia, unakuwa mwizi, lakini sasa hivi uko kanisani. Mungu anakubali kwamba uko kanisani, hauko katika wale jambazi ambao walikuwa wakitumia miaka iliyopita, watu tunaita karatu wale. Mungu amekufanyizia miujiza kadhaa. Sasa utamrudishia nini? Mungu hakuombe mambo mengi sana. Na kwa design tunapotayarisha simatale ya ule wimbo niliowaambia, sababu dakika zangu zinaenda haraka. Nikwambia kwa Mungu amekufanyizia mambo makubwa, na anachotaka kwako tu ni shukrani. Na kushukuru Mungu sio kuja hapa tu na kuchukua mic kama nilivyoingia hapa nikaanza kupatia historia ya maisha yangu, nilizama nikafanya hivi. Hii sio tu shukrani. Shukrani ya maana kwako kwa Mungu ni ile maisha yako unayoishi na majirani. Wewe unaishi vipi na majirani zako? Je, majirani zako wanapokuona vile wewe unaishi wanashukuru Mungu kwa sababu alikuumba wewe, wala wanasema Mungu ulifanyaje kutuletea mtu mbaya hivi katika dunia ili awe tatizo kwa ulimwengu? Mungu anachohitaji kwako ni namna yako ya kujitolea kwa kazi yake. Ni wangapi katika familia yako wanasumbuka kuwasaidia na wewe una uwezo? Ni wangapi katika kanisa wanasumbuka kuwazongelea? Namna unavyosaidia wengine unaonesha Mungu kuwa unashukuru kwa sababu alikuumba. Nikutakie tu kuwa Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu akuwezeshe kuwa na shukrani, kwa sababu shukrani ni kitu ya maana sana. Labda zaje mwanzo tulia hapa, unapojipanga nitamalizisha na Mungu hapa. Kwa hiyo sasa tusome sasa jibu kuhusu hili swali ambalo tulikuwa nalo. Kabla hatujasoma hili somo ambalo unapatikana jibu, nikwambie kuwa maisha yako ya kisasa itaonesha kuwa unashukuru Mungu wala kushukuru, kwa sababu utakaposaidia wasiojiweza njiani ni shukrani kwa Mungu. Utakaposaidia marafiki, ndugu na marafiki, ni shukrani kwa Mungu. Utakapoishi vizuri na marafiki na majirani na wandugu walio karibu yako ni shukrani. Na hii yote ni kwamba Mungu anakuangalia tu na naona nia ulionayo. Kwa hiyo sasa tuwasomee fungu ndogo tu ambayo tulipata pale kwa mtumishi wa Mungu ambaye alitumia fungu ndogo inayosema hivi. Kwa sababu tumefika mwisho wa mwaka, tuko ukomo wa mwaka na wala tunataka anza mwaka mwingine. Maneno haya uyafanye kuwa maneno yako. Maneno haya niyafanye kuwa maneno yangu. Mwaka mpya unafunga kurasa zake nzuri na tubu mbele zako. Kusema mwaka mpya unaenda kufungua papier duplicateur yenye iko vierge mbele ya maisha yako. Ni kwako sasa. Malaika wa kurekodi, l'ange enregistreur, anajiandaa kuandika. Ule malaika wa kurekodi anajiandaa kuandika historia yako. Kwa hiyo sasa anapoanza kuandika, tabia yako itaamua aina ya kile atakachoandika. Unaweza kufanya mustabaki wako uwe mzuri au mbaya, na mwaka tunaoanza uwe mwema kwako au la. Una uwezo wa kufungua, una uwezo wa kufanya uwe mwaka mwenye furaha na kwa wale wanao kuzunguka. Amua sasa mwanzoni mwa mwaka huu mpya kuchagua njia ya haki, kutenda kwa bidii na uaminifu, na kuthibitisha kwamba maisha kwako si kosa. Endelea
tukiongozwa na malaika wa Mungu. Tunaposikiliza wimbo huu wa kwaya yetu Jinyo, ambayo ni kwaya kubwa sana hapa, ni wasifu kufuata wimbo huu wa shukrani. Unapofikiria maneno haya ambayo tunayaongelea hapa, ili kwamba yawe maneno yako na isiwe maneno yako. Karibu.
Amina. Hakika Mungu awabariki. Mnaporudi nafasi yenu, nimkaribishe Mama Beatrice pamoja na Papa Chef Majesté, kwa sababu tuko katika sehemu ya maombi na sherti tuwe na maombi. Wakiwa wanazulia hapa, niwape somo la mwisho na tuende ukomo wa fundisho letu la mchana leo. Wewe ambao una Biblia yako mkononi, angalia kile kitabu cha Zaburi 50, Psalm 50 verset 14, na pale ndipo tutaenda kuomeshea mzee Shema na kuongelea hapa pamoja na Mama Beatrice kwa ajili ya maombi. Fundi mtambo atawapatia mikrofoni nzuri kwa ajili ya kutuombea. Kama umepata msomaji wangu, Zaburi 5 mstari wake ni wa 14. Kitabu ni Zaburi 5 mstari wa 14, na inakuja kisema hivi: shukrani ikuwe ndiyo sadaka yako kwa Mungu, umtimizie Mungu mkubwa ahadi zako. Neno la Bwana. Amina. Kitabu changu kinasema, mtolee Mungu zabibu za shukrani, mtimizie aliye juu nadhiri zake. Wako wengi waliahidi Mungu ya kuwa mwisho wa mwaka Mungu akatupitisha zile ng'ombe zilikuwa zinalia hapa, Mungu nitakupa ng'ombe. Mpaka sasa hujalipa ng'ombe ya Mungu na deni, umeingia mwaka mwingine na deni. Umrudishie Mungu nadhiri zako. Wako wengi ambao walisema Mungu ukatuepusha na hizi ajali, naingia mwaka mwingine nitafanya kitu. Wakati ndio huu Mungu ameona kwamba umrudishie shukrani zako na zingine mbalimbali ambazo unatakiwa kufanya. Muda umepita, lakini ndugu mtazamaji ambaye unatufuata ukiwa nyumbani, huu ni wakati tunaenda kuomba. Labda unaweza kuwa ukawa na shida zako za kipekee. Tunaposhuka kwa magoti tukimwomba Mungu, nao uwe unanyenyekea pale ulipo ili tupate kuomba. Wazee wangu, karibu kwa maombi. Wangu tena Baba yangu, wewe ni yote na unajua yote. Wewe ni mwanzo mpaka mwisho. Wewe utende kufuatana na kutaka kwako. Na hiyo mapenzi yako ndio yaendelea kuonekana katika maisha
shahidi. Mwaka huu wote tunainua mikononi mwako, jeshi la mbinguni na Roho Mtakatifu lituzingira na kutulinda, tutembee ndani ya mtakaso wako, ili japo mara ya pili sote tufike taji yako ya uzima. Amen. Mapenzi yako ndio yaendelee kuonekana katika familia yetu yote leo na hata milele, katika jina la Yesu. Amina. Baba yetu wa mbinguni, kila goti limeguswa kwa ajili ya heshima zako. Ndio maana mchana huu tumechagua nyakati hizi ili tupate kukulilia, na tunaamini kwamba uko pamoja nasi. Jina lako litukuzwe. Masaa kama na haya, Bwana wa majeshi, tazama wa mama, tazama wa baba, tazama vijana, hata watoto wamenyenyekea mbele zako na wamekuja kushota baraka kwako. Bwana, sisi ambayo tuko hapa mbele, takasa vinywa vyetu tunapoongea, wewe unene ukiwa mbinguni, nasi tutafsiri tunapokuwa hapa. Bwana wa majeshi, ninaombea watu wako mchana huu, wabarikiwe nao. Mchana huu watakase kwa damu ya Yesu. Bwana, tutakapotoka hapa tuwe tumefanana na wewe. Maneno yetu, mawazo yetu, lugha zetu zielekee mbinguni. Na ibada ya leo tunaikabidhi mikononi mwako, ili yoyote aliyekuja akiwa mgonjwa arudi na ashuhudie makubwa yako kwamba amepona, kwa jina la Yesu. Nguvu za mbingu zitutawale. Aliye akili ya mwanadamu unyamaze, akili za mbingu zitawale. Asante Yesu kwa sababu umesikiliza. Aliyekuja na msongo arudi amepona. Pia tunaombea amani katika nchi hii. Tembelea viongozi ili wapate kuwa na ushirikiano mmoja, waache kuleta vita na hali ya changamoto, hali ya ubaguzi na mambo mengine. Tunaviombea vikome kwa jina la Yesu. Neema yako Kristo wa neema yote tunalia, ili wewe mwenyewe ulete suluhisho kwa mambo yote. Yale mizigo yote mchana wa leo tunaleta kwako, uyachukue, sababu huvunjiki kama mwanadamu. Wewe ulichukua msalaba Kalvari. Chukua mizigo yetu mchana wa leo. Neema yako iwe nasi tangu leo na hata milele. Tunaomba na kuamini kwa jina la Kristo Mwokozi wetu. Amina. Basi tuwashukuru kwa kutufuata kwa makini yenu tangu mwanzo wa kipindi hichi mpaka sasa tuko mkono wake. Mungu awabariki.